issue ya yani kuna maneno ambayo sikuwa nikiyapenda, kwa hiyo mimi kiukweli niliapa nikasema sitokanyaga kwenye hii ardhi ya ofisi tena. Hata wakiniambia kwamba kuna hela yako imeingia, wananishangaa, hivi hela yake imeingia wiki nzima haji kuifuata mimi mpaka niwe sijui mbali ndo meneja yuko sehemu hizo, labda ndo tutakutana hela yangu nitaipata. Lakini nilishasema sitokaa nikanyage, kwa sababu inatokea yani maneno yani unajua, tuseme nitoe mfano mmoja ambao uko hai. Nishawahi, meneja wangu alishawahi kwenda, aliniambia pesa imetoka za digital. Kwa yeye akawa anafuatilia, akasema bwana mimi sipati jibu kamili, nenda kamuulize wewe mwenyewe boss. Nikaenda kumuuliza, sisi tulikuwa tuna kikao. Nikaenda kumuuliza, nilipomuuliza sikupata jibu zuri, lakini tulipoingia kwenye kikao, kama nilikuwa mada, kama unasaidiwa katika ile ambayo ni ya digital, ambayo ni haki yangu. Kwa hiyo yale maneno yalikuwa mengi, kwa hiyo nikasema sitoka nidai pesa ya digital tena. Hapo nilikuwa bado sijasema sitokuja tena, lakini baadaye maneno yamezidi tena, nikasema kumbe sanaa haina faida yoyote. Kumbe hii biashara unaimba, lakini pesa yako mwenyewe inakuumiza mwenyewe. Ni mambo ambayo yalichanganyana mengi. Kwa hiyo hata aliposema kwamba tunavunja mkataba, moyo wangu ulipumua. Hata kama una moyo kuvumilia, lakini kuna wakati unashindwa. Yes, kama mimi nilivyosema, sila yangu kubwa ni kunyamaza, kwa sababu mimi sipendi kujidizana na mtu aliyenizidi umri. Mtu ambaye kanisupport, kanisaidia, ni sawa, amenisaidia, lakini ile ni biashara. Yes, kwa hiyo mimi ninavyojua kwamba ni haki yangu kila mwezi hela yangu mimi kuingia, afu unanipa maneno magumu, kuna wakati nitavumilia, lakini kuna wakati nitashindwa. Mimi binadamu na madhaifu, udhaifu wangu mimi ni kiukweli, ukinipa maneno magumu siwezi kukujibu kama umenizidi umri. Kwa hiyo ile kunyamaza kwangu wenyewe kwa wanachukulia kama kiburi. Ila kiukweli mimi nilichagua kunyamaza. Kwa hiyo kuanzia hapo ikawa kuna tofauti kati ya mimi na ofisi.